Kuna vijana ambao walikuja kwangu, walikuwa 7 usiku saa 5:30, wakafunja nyumba, wakaingia ndani kutoka saa 5:30, wakatoka saa 9. Walifanyia mambo mengi sana. Wakaaji wa maeneo mengi ya Masaba North iliyoko katika eneo bunge la Kitutu Masaba hii leo waliitisha baraza la kuzungumzia mavamizi, wizi na majeruhi ambayo yameshuhudiwa katika eneo hilo. Sisi tumeanza kazi kama wananchi. Ombi lingine pia kitambia nasema watoe ndani wakuje. Hiyo ndio ombi letu. Watoe ndani wakuje. Tuko na suluhisho. Kuna huyu jirani yangu yeye ndiye alipigiwa simu wa kwanza. Wakati alikuwa ametoka nje, kuna sauti kuna video kamera inashika hapo nyumbani tu. Utasikia vijana walikuwa wanasema, "Piga risasi! Piga risasi! Piga risasi!" Moja hadi mwingine mbele ya utawala wa mkoa walielezea bila kuficha yale ambayo wamekuwa wakipitia. Mwenye ambaye ndiye anastahili kutuongoza ndiye anatupotosha. Pale mahali tunalenga kwenda anatupotosha tusiende huko. Juzi hapa kuna mama moja alipewa ng'ombe. Na ng'ombe tukasikia imepandishwa gari ikaenda. Mama mchane alipewa ng'ombe ikaenda kabisa. Tena kidogo tu karibu na kwake ng'ombe zimebebwa tena. Zimefunguliwa zikafungwa kwa karibu na barabara. Asubuhi zikapatikana hapo. Aidha, wananchi hao waliokuwa na ghadhabu walikuwa wakizungumzia magenge ya vijana wa eneo hilo ambao wamejitokeza na kuhangaisha wenyeji. Ilifuniwa, mtu alikuta na gunia, akafuna na akapitia mahali. Na kuna miti yenye nilikuwa naweka, hiyo yote akatoa 2 na hiyo mwisi wanatembeanga na umbwa. Hata niliweza hidi chief hao watu ambao umechagua nyumba 10 ndio nataka nikatae zaidi. Sana sana wanawake sio wanaume. Hao wanawake wanataka kuturudisha colonial rule, we are not there. Kama wanataka kufanya kazi yao vizuri, tuwasaidie nasi watusaidie, wakuje taratibu. Hata akikuja kwa kifua siwezi mwambia fulani ni mwizi, nitajikunja. Baraza hili limefuatia kuvamiwa na kupolwa mali kwa mama mmoja mjane katika eneo hilo. Wanajeshi ambaye militari hapo anaogopa, ingekuwa ni mtu mwingine hivi angeingia kwa nyumba, lakini hapo anaogopa. Walikimbia madamu hivi wakielekea huko. Kulingana na wanakijiji, kuna uhusiano wa karibu kati ya majambazi ambao wanatekeleza uhalifu katika eneo hilo na baadhi ya maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Keroka. Tukasema wacha tuende kwa mazingira hapo tuangalie. Kwa hiyo mama nimesema kwa kina huyu jamaa askari wametangulia ndani baada ya mapiga search pia hapa kwa forest wakatoa nguo za polisi wale watoa mtu wala nani halali mbele tu. Huyu mtu ni mwizi au ni msiko wa askari? Kuna wizi ilifanyika huko wakati mwingine. Gari ya CID ikapatikana huko. Hiyo CID wakati gari ilipatikana hivi, wao ndio walikuwa wanaiba huko. Mbona gari inapatikana askari wakikimbia kuulizana, hiyo wananchi wakikimbia kuulizana, mnachukua gari ya CID, hao maneno yanaisha hivyo tu. Mmoja wa wanakijiji alizungumzia misururu ya matukio ambayo hadi sare za polisi zilipatikana kutoka kwa nyumba moja ya magenge ama majambazi hao. Askari wakaoka. Tuseme uongo. Sababu ilikuwa bunduki. Sio panga, sio rungu. Ndio bunduki. Hii bunduki ndio wapi? Sisi tulipiga search hapo kwa forest. Tukasika mtu na uniform na makofia. Visu sikaenda. Tena nimesikia leo eti kuna mmoja anatoka huko. Nani alimtoa? Sio watu wa Kero. Alimtoa. Nimesikia mtoa. Hata tutulie vipi? Wametishia kuchukua sheria mikononi mwao ikiwa serikali haitachukua hatua na kuwalinda. Nikapiga nduru, nikapiga simu kwa majirani, wakaja wakanisaidia, hao wezi wakatoroka. Sasa sijui hapa MOTAMAYWA imekuwa namna gani. Hata kuna vijana wenye pikipiki
wanatembea mpaka saa 7, saa 8. Hiyo ni business gani? Kwa ukweli. Pili, ningependa kusema namna hii, ikiwa Bunda amechoka, atachukua watu wengine. Thank you. Kina mama usaa ni 6, lakini kulea ni taabu. Pia yale mambo yanatokea hapa, nikiangalia ilinigusa sana. Kisimama mbele yangu, mama huyo aliniita usiku, akaniambia ya kwamba wewe nisaidie, iko watu nataka kunifahamia, wataingia kwa nyumba. Kennedy Ndege ni senior chief 1 wa location ya Keroka Township. Inapelekwa kijijio. Kijijio ng'ombe inachinjwa saa 8, saa 7. Enda muone hiyo jambo. Si walitupatia information. Tukaenda tukasema all slaughterhouse wanaanza kuchinja saa 12 asubuhi. Kichwa, mkia na nini inabaki huko na ngozi. Tulisaidiana wiki zilisha hapa kwetu. Utawala wa mkoa umeapa kuchukua hatua na kuhakikisha kwamba haya yote yameisha. Niko na chiefs na assistant chiefs na tumekuwa na baraza hapa, baraza ambayo imefana sana kutokana na kisanga kile kilifanyika juzi, ambaye mama mmoja aliweza kutekwa nyara na vijana fulani ambao wameshikwa, na ni vizuri kwamba hawakuweza kumdhuru, lakini aliweza kupoteza pesa kwa sababu walihamisha pesa kutoka kwa simu yake wakaweza kumwibia. Lakini nashukuru sana wananchi waliweza kutusaidia hiyo usiku pamoja na polisi na OCPD mwenyewe. Vijana 7 wakaweza kunaswa, na kwa sababu ya ushirikiano wa community members, wananchi walijitokeza kwa wingi hiyo usiku, wakaweza kutusaidia, tukaweza kushika vijana ambao leo wamepelekwa kotini, na mambo yote inaendelea pale kotini. Processing ya kesi inaendelea, na tumeshukuru sana kwa sababu hii baraza imeweza kufana kwa sababu wananchi wameweza kusema shida zao, na pia wameweza kuelimishwa na bwana OCPD kwa mambo ya community policy, ili waweze kushirikiana nasi ili tuweze kumaliza uhalifu katika hii jamii na pia katika Masaba North. Kwa upande wa polisi nao walitupilia mbali kuhusika kwa wanapolisi katika kuwalinda wagaidi, huku OCPD wa Keroka akisema kwamba uchunguzi umeanzishwa na wale wote ambao ni washukiwa wamefikishwa mahakamani. Ingawa chairman wetu ameongea, mimi ninakaa na haya magari. Askari sio wasembe, habari ndio akipati kutoka kwa wananchi. Nimewauliza sasa kama wako na namba zetu za simu, wakawa wengi hawana. Kwa hivyo hata wakifamiwa waweza kukuta hawawezi kujua msaada watatoa wapi. Lakini vile tunaendelea kuwa na mikutano na kufanya uhusiano mzuri polisi na wananchi, tunaamini ule uhusiano utaboreka zaidi, ndio wananchi waweze kudai wapate huduma bora. Misururu ya mavamizi katika eneo la Mochenwa, MOTAMAYWA na Keroka imeacha wengi vinywa wazi wakishindwa la kufanya, huku serikali nayo ikitakiwa kusimama kidete kuwalinda wananchi. Nikiripotia Africa Finest TV, jina langu ni Gilbert Kobi.